Mnapenda biza watu wanapofunguliwa mnacheka cheka. Kakae nyuma kwenye viti vile, usimame hapo. Yesu achekesha anapowasaidia watu. Roho ya ushindi uendelee mafanikio yako. Kila roho ya kupinga safari ya mafanikio, fire, toka nchi. Toka roho ya kupinga mafanikio, roho ya mauti, roho ya mifungo, roho ya mateso, roho ya maskini, fire, shikana ukenda. Roho ya kupinga safari ya mafanikio, iwe imepita kwenye afya, iwe imebeba sura ya vidonda vya tumbo, fire, shakara bako mianda kwa jina la Yesu. Waswahili wanasema, Swahili people say, biashara asubuhi, business in the morning, mahesabu jioni. summation in the evening. Fanya biashara na Roho Mtakatifu masaa haya. Do business with the Holy Ghost in this time. Kaa vizuri kwenye nafasi yako masaa haya. Stay properly in your place. Alafu jioni yako In the evening, iwe jioni ya majibu. it should be a evening Kwamba ulikaa kwenye hii madhabahu, that you stay in this altar. hakukaa kwa bahati mbaya, You didn't stay for nothing. bali umeletwa na Bwana But you have been brought from ili God akupe faida. so that He can give you profit. Maneno haya ni faida kwako. Mungu ameachilia kama faida. God has left to your profit. Watu wanapendaga faida kwenye biashara, People like profit in their na maneno haya ni faida juu ya maisha yako. profit. Acha kuzubaa, acha kushangaa. Unaposhangaa wewe, wengine wanaichukua hiyo faida iliyokuwa ya kwako. Unapozubaa wewe, wengine wanaiga kibali cha kwako. Changamka basi, chukua kile ambacho Mungu anakupa. Beba imani ambayo ni mikono ya kuchukulia vitu vyako kutoka kwa Mungu. Hata Yusufu unayemsikia alikuwa mtu wa kawaida, lakini baadaye alikuwa waziri mkuu. Hata Daudi unayemjua hakuitwa Daudi mwanzoni, aliitwa mchunga kondoo. Baada ya kuwa simba na dubu, ndipo akapewa jina la Daudi. Unajua maana ya Daudi? Maana yake ni mshindi. Pokea roho ya Daudi, pokea roho ya ushindi, ili mbele zako ikisimama chochote, roho ya masikini, roho ya mauti, roho ya ajabu ianguke na kuangamia katika jina la Yesu Kristo. Ili safari yako ya mafanikio iwe imesafika, yategemee maneno haya. Ndani yake kuna roho ya kuwezeshwa, ndani yake kuna roho ya kubarikiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila roho inayozuia safari ya mafanikio, ukifika hapa tulia, funika macho, usikae karibu na vyombo huko. Rudini kwa nyuma pale, usikaribie vyombo. Ingewezekana mngeka mstari hapa katikati nipate nafasi ya kupita. Rika raba soko roboka yetu. Sogeni kwa nyuma, weke nafasi katikati. Rika raba koko roboka yetu. Mungu yupo, Mungu yupo katikati ya giza nene. Mungu yupo kwa jina la Yesu. Namtenga na roho ya uchawi kwa bibi yake. Nafuta hiyo roho na iharibu
hiyo roho, nailani hiyo roho, naifuta ndani yake, natia kibali, natia nuru, nambariki kwa jina la Yesu. Mikamokore boketu, natia roho ya kuendea safari ya mafanikio. Roho ya mafanikio ipokee, 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 ipokee. Wewe sio wa kudaiwa madeni, wewe sio wa kudaiwa madeni, wewe sio wa kukaa kwenye nyumba ya kupanga kila siku. Hiyo roho inayopinga safari ya mafanikio kutoka kwenye mizimu ya bibi zako, fire, fire, nenda kuzini kwa jina la Yesu. Bibi anamashukuru wetu. Naomba utulivu. Baada ya kutoka kwenye mateso magumu ya Wamisri, bado mbele kulikuwa na vikwazo. Wakakuta kikwazo cha kwanza ni bahari ya Shamu. Walipofika mahali pale, ili nasema kwamba wataogopa sana. Wakamwambia Musa, tulikwambia heri tungefia Misri kuliko tufie hapa jangwani mikononi mwa Misri. Musa akawaambia neno moja, msiogope. Hawa wa Misri mnaoona sasa hamtaona tena, nani mtanyamaza kimya. Naongea na mtu, naongea na mtu, naongea na watu. Tatizo la watu wengi, hawamwangalii Bwana, hawaangalii kusudi la Bwana, wanaangalia changamoto ambazo wanakutana nazo kila siku. Wanaangalia magonjwa, wanaangalia kufeli kwenye mazingira mbalimbali, wanaangalia changamoto walizo nazo, maana zimekaa kwa muda mrefu kwao, lakini hawamtafuti Bwana, hawamwangalii Bwana. Asubuhi ya leo, kwa changamoto ulizo nazo, hebu badili mwelekeo wa mtazamo wako. Usiangalie hiyo changamoto. Ukiangalia hiyo changamoto itakaa, itakutesa, itakuchelewesha, itakuumiza. Lakini ukimtazama Bwana, hiyo changamoto itatembea, hiyo changamoto itatambaa, hiyo changamoto itapiga raba, itatoweka, itakuachia, utakuwa huru. Haleluya, haleluya. Musa baada ya kuambia kwamba msiangalie bahari ya Shamu tena, msiogope, mnahitaji kumtazama Bwana. Walipogeuka na kwanza kumtazama Bwana na kutegemea neno la Musa, ndipo ile bahari ikakauka. Sema ikakauka. Sema bahari yangu inakauka leo. Sema bahari kauka, kauka, kauka. Sema nataka kupita. Kuna mahali naelekea, nimetumwa na Bwana, nenda kumiliki na kutawala. Kausha hiyo bahari, kausha hiyo bahari wewe. Au nielewe huyu? Kausha hiyo bahari. Usipoikausha inasimama, hautavuka. Utakuwa na jina lile lile, utakuwa na maisha yale yale. Sema kwa jina la Yesu, bahari yangu, bahari ya Shamu inayozuia hatima yangu,
maisha yako. Acha kutazama mazingira magumu yaliyokuzunguka. Acha kuwasikiliza watu wanaokuvunja moyo na kukatisha tamaa. Tazama mbele. Tazama mbele. Haleluya. Ushindi katika safari yako ya mafanikio. Nani yuko tayari kushinda? Nani ameamua kushinda? Ikawa ni masaa ya saa 8 usiku, nikasikia sauti na niambie, utakufa. Ninapokuambia hivi, kesho uende kwa mtumishi wako uliyewahi kuokoka mara ya kwanza ukiwa binti. Sasa nikawa najiuliza nani? Akaniletea picha ikaja ya mtumishi ambaye ndo babangu wa kiroho nilisimama naye hapa. Ikaja na watu ambao tunasali nao, ikaja sauti ile kweli niliongea naye mpaka asubuhi, tukawa tunacheka, tunafurahi. Nikaambia nimechoka, naomba niache nilale. Akasema sawa, ila kesho naomba uende. Nikasema sawa. Wakati ulikuwa na hali gani unapokutana na hiyo sauti? Wakati nakutana na hiyo sauti nilikuwa nimechoka, yani naumwa, nimeisha, nimeponda, wanasubiri tu kwamba nife wanizike. Amen. Baada ya hapo nikaamka asubuhi, nikasema sijui niende duka la madawa, nikawaza nikiacha tu. Nikapika, nikala, lakini nimechoka, nimekaa ndani kupika kwenye najivuta tu, niko peke yangu, hakuna hata wa kunisaidia. Ikafika saa 8, nimesoga ugali, nimenunua maziwa, nimeweka mezani. Nikakuta inakuja nguvu fulani, ikaniingia ndani ya kinywa changu, nikaimeza. Pale nikasikia mwili unachemka, lakini ile sauti iliyokuja usiku ikaniingia tena. Ikasema nilikwambia nini? Hivi ninapokuambia ondoka nenda kwa yule mtumishi. Nikanyanyuka nikiwa nimechoka, hata kutembea siwezi, nasikia kizunguzungu, alafu nasikia giza. Nikasema nitatembea vipi? Akasema nitakuongoza. Basi nikatoka pale, nikawa naondoka. Watu njiani wananishangaa, wanasema huyu ni mtu kweli, kwa sababu nilikuwa natisha, nilikuwa nimechoka. Watu wananiita, wajaribu kuniuliza, lakini ile sauti inaniambia usisimame, nenda nilikokutuma. Nikaondoka, nikafika njiani, nikawaza mtumishi wa Mungu. Unaweza kukaa kwanza. Mtumishi wa Mungu alipokuwa anaishi nikakuta hayupo. Nikasema mbona sasa hayupo? Akasema nakutuma, nenda sehemu fulani utamkuta. Nikaenda kwa mama mmoja akanielekeza, nikaenda kwa mama mmoja nikamkuta, nikamwelekeza, akampigia huyo mtumishi simu. Mtumishi akamwambia ngoja nitume bodaboda aje akuchukue. Akaja akanichukua. Nikafika pale kwa mtumishi, akaniombea, nikawa naondoka naenda nyumbani. Lakini sasa nikawa nawaza, bado naumwa, kuna hali inayonisumbua, nimeugua miaka 5. Hii hali naponaje? Ile sauti ikasema ulipoenda pale kila kitu chako chote kitaishi. Amen. Yesu makofi. Ukikwambia piga makofi na piga makofi. Nikaendelea kuimba, nikawakuta wanaomba watu wa Mungu ndani, wanaomba kwenye maombi. Yale maombi yakaendelea kunifungua taratibu. Maanake nilikuwa siwezi kula, nilikuwa siwezi kunywa maji, nilikuwa siwezi kula kitu chochote, ambapo nilishajikatia tamaa. Sasa kula, wenzangu tumekaa na wenzangu wananiambia, "Wewe unakulaje hivyo? Ulizaliwa hivyo?" Naambia hapana, imenikuta tu. Sasa nimekutaje hivyo? Nakula natapika, kila kitu nakula natapika, au wazazi wangu walikuzaa hivyo? Nikasema hapana. Kwa hiyo nikiwa nakula chakula nilikuwa najitenga, naenda kukaa sehemu nakula, nikitapika natapika. Hata kile chakula nitakachokula kikienda usiku kinaanza kurudi, kinarudia puani, kinarudia